Yaani kila mtu ana eneo ambalo amewahi kufunga. Kwa nini tufunge na kuomba wakati Biblia inasema hivi, jambo hili haliwezekani kwa bila kufunga na kuomba? Sasa kwa nini kuna wakati tunafunga na kuomba lakini hatupati majibu? Kwa nini hatujibiwi? Na mambo hapa kama matano hivi, Mungu anipe neema. Namba moja, tunafunga bila kiu au shauku ya kuona mabadiliko. Unafunga bila shauku, bila kiu, bila mzigo wa kutaka kuona mabadiliko kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize vizuri. Utendaji wa Mungu kwenye maisha yetu ni wa ajabu sana. Utendaji wa Mungu unaangalia kiu, unaangalia shauku, unaangalia mzigo ambao mtu anaweza kuwa nao wa kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ndipo unaweza ukaona mtu anafunga, anaomba, analia machozi, anaacha kitanda, anahamia mahali pa peke yake. Mzigo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikwambie. Nitoe mfano usiku kama utafaa. Lakini moja ya sababu inayomfanya mama akienda leba anapata maumivu makali sana, lakini bado anaongeza mtoto wa pili, mtoto wa tatu, mtoto wa nne, ni ile shauku, ile kiu anayokuwa nayo baada ya kupata mtoto. Ile furaha, ile shauku alionayo ya kupata mzigo, ya kupata mtoto. Wakati ule hata kama anapata maumivu ya kiwango gani, huwezi kumwambia rudi nyumbani akakuelewa. Wangapi mnanielewa ninachokisema? Ule mzigo ule ndio unaokufanya uvumilie mateso. Na ndio maana ukitaka kugombana na mama, gusa mtoto. Narudia tena. Ule mzigo mama anakuwa nao pale, lisha ya maumivu yote, ndio unaosababisha mtoto atokee. Narudia tena. Ule mzigo anaokuwa nao mtu ndio unaosababisha mtoto aje. Sasa tunapofunga na kuomba, kuna jambo tunataka litokee, lazima tuwe na kiu, tuwe na matamanio, tuwe na mzigo wa kutaka lile jambo litokee. Na kwa sababu hiyo Daudi anasema, sitaruhusu kope zangu zipate usingizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mzigo. Una mzigo wa kiwango gani unaosababisha jambo litokee? Hicho ndio kitu ambacho Mungu anakitazama. Na ndio maana Mungu haangalii nje watu wanasemaje. Mungu anaangalia ndani, moyo wako umekaaje, moyo wako unasemaje. Kwa sababu moyo ndio unaobeba mzigo. Unaweza ukaja hapa tunakubaliana, jamani watumishi wa Bwana tufunge na kuomba, ila kuna mtu hana mzigo wa kufunga na kuomba. Yaani unapita unamtembelea mshirika siku ya Ijumaa, jamani leo tunafunga na kuomba, unamkuta mshirika anasonga ugali, na Jumapili anakuja kushukuru. Hana mzigo. Unategemea Mungu hata akifunga, yaani anakuja tu kabisa, ili mradi nikija mchungaji wetu ataniuliza Jumatatu, mbona sijakuona kwenye maombi? Anakuja, lakini ndani hana mzigo wa kufunga na kuomba. Mtu wa namna hiyo huwezi kupata matokeo, kwa sababu mzigo ndio unaoamua kiwango chako cha kuomba. Kiwango chako cha kuomba uombe masaa mangapi kinategemea kiu ulionayo na shauku ulionayo ya ndani. Niwekee mtumishi wa Bwana yale maandiko kwa dakika chache. Isaya 41:17. Ila 44:3 utasoma kwa wakati wako. Niwekee hapo Isaya 41:17-18. Angalia anasema hivi, maskini na wahitaji wanatafuta nini? Maji. Kule kwa Mathayo anasema heri wenye kiu, maana watafanya nini? Utamalizia. Wala hapana, ndimi zao zimefanya nini? Zimekauka kwa kiu. Mimi Bwana nitafanyaje? Nitawasikia. Sasa kama anasema, anazungumza kwa habari ya maji, kwa nini anasema yeye atawasikia? Anamaanisha kwa habari ya mzigo wa maombi. Anasema mimi Mungu wa Israeli sitawaacha hawa watu wenye njaa, hawa watu wenye kiu, hawa watu wenye mzigo. Mungu anasema mimi sitawaacha. Hapo anasema nitafunua vijito vya maji juu ya milima na chemichemi katikati ya mabonde. Nitageuza jangwa kuwa ziwa la maji na mahali pakavu kwa vijito vya maji.
Kule kwenye Isaya 48 anasema hivi, mwenye kiu na aje kwangu anywe. Vitu kwa Bwana vipo, lakini una kiu, una mzigo wa kiwango gani wa kumfanya Bwana anyamazishe mambo mengine, aachilie jambo ambalo unaomba kwenye maisha yako? Mzigo ulionao ndio utakaoamua matokeo kwenye maisha yako. Haleluya! Huwezi kutuambia umefunga na hauna mzigo wa kuomba, ulikuwa hujamaanisha. Namba 2, kuomba bila kuwa na lengo. Yaani sasa hivi ukiangalia ni kama tumeingia kwenye liturujia. Wapentekoste, Yesu asifiwe. Wapendwa, Yesu asifiwe. Unaomba bila nini? Bila malengo. Yeyote anayetaka matokeo lazima uwe na malengo ya mfungo wako. Lakini unaweza kukuta mtu amekuja kwenye maombi, ukimuuliza mtumishi wa Bwana, leo tunaombea nini? Yaani mpaka amekanyaga kutoka nyumbani mpaka amefika kanisani, hajui kanisa leo linaombea nini. Wapendwa, haleluya. Na akija dakika 2 akipiga magoti unashangaa amesinzia. Kwa nini? Huna lengo. Lengo ndio linalo kunyima usingizi. Lengo ndio linakufanya uombe. Ngoja nikuambie, nina maandiko hapa matatu, nitakupa mifano ya watu watatu walioomba kwa malengo na uone kama Mungu hajawajibu. Namba 1 ni Daudi, Zaburi 63:1-2. Zaburi 63:1-2. Daudi anataka nini kwa Mungu mpaka anafunga na kuomba? Zaburi 63:1-2. Anasema hivi, Mungu, Mungu wangu, nitakutafuta mapema. Yaani kinachofanya Daudi amke asubuhi aende kwa Mungu ni nini? Nafsi yangu inakuonea shauku. Yaani nafsi ya Daudi ina njaa. Asubuhi mapema anasema nitapaza sauti mbele za Bwana, kwa sababu nafsi yake ina nini? Ina njaa. Mwili wangu wa kuonea shauku. Na sio hapa tu Daudi anazungumza kuhusu shauku. Anabali anasema hivi, kama hayala aionavyo shauku mito ya maji, ndivyo nafsi yangu inavyokuonea kiu. Hapa anasema hivi, mwili wangu wa kuonea shauku katika nchi kame na uchovu isiyo na maji. Mstari wa 2 anasema hivi, ndivyo nilivyotazama katika patakatifu nizione nguvu zako na utukufu wako. Yaani lengo la Daudi, anaenda mbele za Bwana kuomba. Haombi kwa sababu ana njaa, haombi kwa sababu anahitaji chakula, haombi kwa sababu anahitaji watoto wapate ada. Anaomba kwa sababu anataka kuziona nguvu za Bwana na utukufu wa Bwana katikati ya maisha yake. Hii ndio sababu Daudi anapoenda vitani, tayari utukufu wa Bwana uko kwenye maisha yake, kwa sababu yeye ana ushirika na Bwana maisha yake yote kwa njia ya maombi. Wapendwa, kuna wakati tusiende kwa Bwana tu kwa sababu tuna mahitaji. Tuende kwa Bwana kwa sababu tunahitaji uweza wake, tunahitaji neema yake, tunahitaji nguvu zake katikati ya maisha yetu. Kama kuna kitu Mungu anataka, ni mtu anayehitaji ushirika na Mungu kwa njia ya maombi. Ndio maana unagundua ukisoma Kutoka 33 ule mstari wa 12 hadi 15, yale maombi ya Musa alipokataa kuongozwa na malaika, Mungu aliyajibu kwa haraka. Anasema Mungu, kama hauendi pamoja na sisi, usitutoe hapa. Na kwa sababu hiyo unaona mbele kidogo Mungu anajifunua, anasema sikiliza, nitakwenda pamoja na wewe. Alafu mstari wa 17 anamwambia Mungu, kama utakwenda pamoja na mimi, nionyeshe utukufu wako. Maana yake wapendwa, kuna wakati twende tu mbele za Bwana, tumwambie Bwana, nionyeshe uzuri wako, nionyeshe neema yako, nionyeshe nguvu zako. Halafu tunakaa pale tunalalama asubuhi na hata jioni, tumwambie Bwana, tunataka kukuona, tunataka kuyaona matendo yako makubwa katikati ya maisha yetu. Utauona uwepo wa Bwana ukitembea na wewe. Tusiende tu kwa Mungu kumfanya Mungu awe ATM ya kutupa tu kila siku. Tunaenda kwake tukiwa na mahitaji. Wakati mwingine tunaenda kwa kuombea, Baba, we love you Jesus. Tunahitaji tu neema, tunahitaji tu kukaa miguuni pako, tunahitaji tu kuziona nguvu zako. Hata kama usitotubariki, lakini wewe tu uwe kwenye maisha yetu. Maisha yetu yatakuwa salama. Wapendwa, hayo maombi yanajibiwa kirahisi sana na Mungu. Ukitaka uishi maisha yasiyo na ukame, jenga huo utamaduni wa kwenda mbele za Mungu, sio kwa mahitaji, kwa kutaka ushirika na yeye. Namba 2, namba 3. Hatutaangalia ile ya Danieli. Ningekuonyesha Danieli 9 utaandika ukasome nyumbani. Watakuwekea pale watu wa IT. Danieli ile 9:2 na 3. Danieli akiwa utumwani Babeli.
ameelewa kwamba muda wa kukaa utumwani umeisha. Anataka kufunga ili watu wake watoke utumwani. Na alipofunga na kuomba, watu walitoka wapi? Utumwani. Andiko lingine utaangalia la Esther, tumeshaliandika Esther 4:16. Esther anaenda kufunga na kuomba ili ndugu zake wasiuawe. Hayo malengo, ukisoma hao watu walikuwa na mzigo wa kuomba sana kwenye hayo malengo yao na walipata matokeo. Usiombe bila malengo. Usiombe bila makusudi. Yaani asubuhi ukiamka ukisema leo nimefunga, ninataka kuomba, hakikisha una lengo unaloliombea na unalijua na unatenga muda wa kuliombea. Namba 3. Kwa nini tunaomba bila matokeo? Unaomba bila utii. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi sio mbadala wa utii. Narudia. Unaomba bila utii. Kuna mambo Mungu ameweka kwenye maisha yetu, kwenye neno lake, anataka tuyatii. Tusipoyatii, tukijifungia kwenye chumba cha kuomba, yale maombi yanageuka, hayawezi kuwa baraka kwenye maisha yetu, yanakuwa tatizo. Maombi sio mbadala wa utii. Biblia inasema umpende mke wako. Wewe ukiwa nyumbani unampiga mke wako, alafu unakuja kanisani unamlilia Bwana, usitegemee matokeo. Biblia inasema hata maombi yenu yasije yakazuiliwa. Tuishi nao kwa akili, tuwapende, ili maombi yasifanye nini? Wewe ukiwa nyumbani ni mgomvi, ukiwa nyumbani hakuna amani, ila unakimbilia kanisani kwenda kulia kanisani machozi watu waone unaomba, huwezi kupata matokeo. Maombi sio mbadala wa utii. Una ugomvi na Mungu, hutoi zaka, halafu unaenda kuomba, unamwambia Mungu, nataka biashara yangu ikue, nataka kazi zangu ibadilike, nataka pale kazini pawe na amani, wakati kuna eneo haujatii. Maombi sio mbadala wa utii. Maombi yanatia msumari kwenye utii. Tunatii kwanza, halafu tunaomba. Tukishatii, tukiomba, tunapata matokeo. Huwezi kuomba upate matokeo kama ndani yako umekosa utii kwenye neno la Mungu. Huwezi. Na sasa hivi watu wengi wanaishi maisha ya maigizo. Yaani mtu anaweza akaishi sura yake akiwa nyumbani, kwenye familia yake, kwenye maisha yake, na akiwa kanisani ni vitu viwili tofauti. Akiwa kanisani kila mtu anaweza akamwona ni malaika ameshuka kutoka mbinguni sasa. Lakini sikilize, ibada ya kweli inaanzia nyumbani. Ibada ya kweli inaanzia sirini. Ibada ya kweli inaanzia ndani ya moyo wako. Kabla haujaomba, ili usipate hasara ya mfungo utakao kutesa bila matokeo, hakikisha unatii kwanza. Hakikisha unakubali kanuni ya neno kwanza. Wapendwa, Mungu analiangalia neno lake ili apate kulitimiza. Wakati tunapokwenda mbele za Bwana kuomba, tunapokwenda kufunga, kiko kioo kinasimama mbele yetu, kinatukagua, kinatutazama, kinasema eneo hili umekaaje? Unazini afu unakuja kufunga kanisani, afu unasema Bwana mimi hanitokei. Maombi sio mbadala wa utii. Narudia tena, kanisa unisikie, ili usije ukalaumu kwamba Mungu hakujibu. Maombi sio mbadala wa utii. Nisikilize, unapoomba hakikisha unatii maagizo ya Mungu. Usiombe kuwafurahisha watu. Usiombe kuonekana kwenye kundi la waombaji. Omba, hakikisha umekaa kwenye kanuni ya neno, umetii maagizo. Kila namna ambavyo Mungu anataka ufanye. Mungu atusaidie sana. Hili eneo ni eneo nyeti sana. Linafanya ibada yetu isiwe na matokeo. Kwa sababu wengi wetu tunakuja kuanzia ibada kanisani, lakini kule tulikotoka ibada imeharibika. Tunakwenda kuanzia maombi kanisani, lakini maisha yetu ya kila siku hayana ushirika na Mungu. Huwezi kupata matokeo hata ukifunga mwaka. Ndio maana ukisoma kitabu cha Isaya, anawaambia hivi, Isaya 1:16. Tutasoma huko mbeleni, kuna point. Anasema mkiomba, mkinyosha mikono hivi, nitageuza uso wangu nisiwatazame. Kwa nini? Mikono yenu imejaa damu. Jiosheni, jitakaseni. Acheni kutenda mabaya, tendeni mema. Takeni hukumu na haki. Kabla hatujaomba, wapendwa, mbadala sio, yani maombi sio mbadala wa maisha matakatifu. Maisha matakatifu ni kanuni kuu ya maisha ya kumpendeza Bwana, ya maisha ya wokovu. Baada ya pale ndio maombi.
yetu yanapata kibali kwa Bwana katika jina la Yesu aliye hai. Maombi sio mbadala wa maisha ya kumpendeza Mungu. Maombi sio mbadala wa utii. Kabla hujaomba, tii kwanza. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 10 na 15. Utasoma kwa wakati wako. Lakini nasema hivi, mkiomba neno lolote sawa sawa na mapenzi yangu, hilo nimesikia. Na kama nimesikia, basi mna haja zile muombazo. Yaani kumbe tunapoomba, kama hilo jambo ni mapenzi ya Mungu, wapendwa, Biblia inasema mbingu zimesikia. Na kama mbingu zinasikia, tuna haja zile tuombazo, Bwana ataachilia. Kwa nini haachilii? Tumeomba, lakini kuna mahali hatujatii. Haleluya. Namba 4. Unafunga bila kuomba. Kinachokufanya upate matokeo, unafunga bila kuomba. Nisikilizeni vizuri watu wa Mungu. Unajua Biblia inasema hivi, Mathayo 17:21. Hautasoma huu mstari kwa sababu tuliusoma. Anasema kwa namna hii haitoki isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Mmenielewa watu wa Mungu? Akiwa anamaanisha hivi, kufunga na kuomba ni vitu pacha vinavyokwenda pamoja. Ukifunga lazima upate muda wa kuomba. Narudia tena. Ukifunga lazima upate muda wa kufanyaje? Wa kuomba. Usifunge halafu hujapata muda wa kuomba, utakuwa umeshinda njaa. Na nisikilize, maombi ya kufunga maana yake ni kwamba tunajinyima chakula ili tule cha kiroho. Hujanielewa? Hii ndio sababu Yesu anamwambia Shetani, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Maana yake ni kwamba tunapofunga tupate muda mzuri wa kusoma neno la Mungu, halafu tupate muda mzuri wa kuomba. Sasa kuna wakati unazidiwa, halafu unajikuta umekuwa bize asubuhi mpaka usiku, hujapata muda wa kuomba, na usiku tena unalala mpaka asubuhi. Unajikuta unabaki tu na namba, mimi nimefunga siku 21. Lakini kimsingi siku 21 hujapata matokeo kwa sababu umefunga bila kuomba. Mnanielewa watu wa Bwana? Mungu anategemea kwamba tukifunga tunapata muda mrefu zaidi wa kukaa naye. Maana yake kama unafanya kazi, hata ule muda wa wenzako wakienda kula ile lunch time, wewe uitumie kujifungia mahali kuomba. Ule muda ambao unatakiwa ukaandae chakula, ule muda utumie kufunga na kuomba. Sasa imagine umeshinda tangu asubuhi umefunga, alafu unafika jioni, mpaka jioni hujapata hata muda wa kufunga. Umerashia tu dakika 20. Alafu uko njiani unaagiza, naomba kule nyumbani niwekeni na zile nyama za mchana mnatunza. Yaani ushawazia chakula tayari ukiwa uko njiani. Ufahamu wako tayari umewaza kwenye chakula, umehama kutoka rohoni tayari. Na ukifika ukishapiga, ukimaliza, ukishiba, ukajikisha uko vizuri, unapumzika. Vijana wanasema unaupa mwili pole, hujapata muda wa kuomba. Unapishana gari la mshahara. Tunapofunga tunaunyima mwili. Na ndio maana unagundua unafika mahali ukizoea kufunga, mpaka unafika mahali mwili unapunguza ratio ya chakula. Ili roho ishibe, lazima upate muda wa kufunga na kuomba. Ukikosa muda wa kuomba, kwa kweli huna haja ya kufunga. Kwa sababu huwezi kupata matokeo kama unafunga bila kuomba. Hivi unaona hawa ndugu zetu si mnawajua? Yaani akifunga mtaa wote utajua kuna mtu amefunga. Mnanielewa? Na mchana yani anafaa kulalamika, yani kwa kweli hii ya leo kali. Yani hii ya leo ni kali. Akitoka pale nenda kaangalie saa akimaliza mfungo. Nenda kaangalie. Unajiuliza huyu mtu alifunga, alibadilisha muda wa chakula. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Unapofunga unautiisha mwili, unatakiwa ukae rohoni.
Na unatakiwa, na ndio maana ukifunga unatakiwa utoke hata kwenye vitu vinavyokukwaza, vinavyokuondolea mudi, ili muda mwingi ndani yako pawe na utulivu wa kutafakari Mungu. Na hiyo ndio maana unafunga lakini usikii Mungu akisema, kwa sababu unafunga lakini huna utulivu. Muda wote unahangaika, muda wote unakimbia huku na kule, hauna utulivu ndani yako unaokufanya umsikie Mungu. Watumishi wa Mungu, Bwana asifiwe. Mungu ukifuatilia kwenye Biblia anasemaga kwenye hali ya utulivu sana, mpaka upate utulivu. Na ndio maana ukifunga usitake sana kushindana na watu. Uko ndani umetulia, sisemi ujionyeshe kwa watu, lakini ndani yako pawe na utulivu, na unapata muda wa kumsihi Mungu afanye jambo kwa ajili ya maisha yako. Hapo lazima upate matokeo. Haleluya. Jambo la mwisho, nimalizie dakika hizi 2 zilizobakia. Jambo la mwisho, maisha ya dhambi. Maisha ya dhambi. Jambo la tatu nilisema maisha ya utii. Kuna tofauti ya utii na dhambi. Utii unaweza ukakupelekea kwenye dhambi, lakini utii, kuna baadhi ya mambo usivyoyafanya sio dhambi, ila atakukosesha baadhi ya vitu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini moja ya jambo linalomfanya Mungu asikujibu kabisa maombi, maisha ya dhambi. Na nitakupeleka kwenye maombi alafu utaona. Isaya, tusome hiyo 1:15 hadi 16. Tusome hilo andiko, alafu nitafutie Petro wa kwanza 3:12. Isaya 1 nimefika, watu wa IT niwekee Petro. Isaya 1:15 nasema hivi: nanyi mkunjuapo mikono yenu, nitaficha macho yangu nisiwaone. Maana muombapo maombi mengi, sitasikia. Mikono yenu imejaa nini? Damu. 16. Jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu, usiwe mbele ya macho yangu. Acheni kutenda mabaya, jifunzeni kutenda mema. Takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Haya, njoni tusemezane, asema Bwana. Na kuendelea pale. Mstari wa 18 unakuambia nini? Maombi yanayojibiwa ya mwenye dhambi ni maombi ya toba. Hujanisikia? Nirudie kwa herufi kubwa. Maombi yanayojibiwa kirahisi kwa mwenye dhambi ni maombi ya toba. Na ndio maana Biblia inasema hivi, mtu mwenye dhambi anaporudi, mbingu zinafurahi, mbingu zinanyamaza. Lakini mwenye dhambi anapoomba, maandiko yanasema ni kelele mbele za Bwana. Hakunaga mtu anayependa kusikiliza kelele. Ukitaka kuomba, ndio maana watu tunapotangaza maombi tunakuambia ujiandae, ujitakase, ili mfungo wako usiwe bure. Maana Mungu asikii maombi ya wenye dhambi. Yesu atusaidie wapendwa. Petro wa kwanza 3:12 inasema hivi: macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yake yanasikiliza maombi yao. Umesikia Biblia inasemaje? Kwa kuwa macho ya Bwana huwaelekea watu gani? Wenye haki. Na masikio yake yanasikiliza maombi yao, bali uso wa Bwana ni juu yao watendao mabaya. Kasome Agano la Kale utaona. Hata Israeli walikuwa wanapelekwa utumwani, sio kwamba walikuwa hawaombi. Hata Sauli alipokuwa anaenda vitani, vita inanuka kila mahali, alitamani, alienda kuomba kwa Mungu, Mungu hakusikia. Akaenda mpaka kwa mpunga pepo ili amtabirie. Lakini tunaona muda ambako wana wa Israeli walikuwa vizuri na Mungu, walipoomba Bwana aliwajibu na maisha yao yalikuwa salama. Maisha ya mwenye dhambi ni chukizo kwa Bwana. Nisikie kanisa, tunapookoka, tumetolewa dhambini, tumeoshwa kwa damu ya Yesu, tunapaswa tuishi maisha matakatifu. Kanisa la Bwana lazima tuwe safi. Tabia zako siwe safi, mwenendo wako uwe safi. Unapoomba, maombi yako yanapata kibali mbele za Mungu. Kuna mambo yameingia kanisani, kanisa linapoteza mwelekeo. Kuna mambo yanaingia kanisani, watu wamepoteza mwelekeo. Watu hapo kanisani wamesahau kwamba wanatakiwa kwenda mbinguni. Watu kanisani wamesahau kwamba ni watenda dhambi, wanatakiwa waache dhambi. Ndio maana ya kuokoka. Kuokoka ni kufanywa upya. Kuokoka ni kutolewa
dhambini. Kuokoka wapendwa ni kuachana na maisha ya kale. Unakaje kanisani kwa staili ile ile, kwa hali ile ile, kwa tabia ile ile? Kwa nini uko kanisani? Uko kanisani kwa sababu tumeoshwa na damu ya Yesu, na ajenda ya kanisa ni kuandaa watu wanaokwenda mbinguni. Na ndio maana ukija hapa unaandaliwa, ukubali baadhi ya mambo yaondoke, ukubali baadhi ya tabia ziondoke, ukubali baadhi ya vitu visivyofaa viondoke kwenye maisha yako. Usijiharibie na kupoteza muda kwenye maombi kama maisha yako hayako sawa. Tengeneza njia zako na Mungu ili maisha yako yapate kibali kwa Mungu na maombi yako yakubalike. Funika macho yako pale ulipo. Funika macho yako pale ulipo. Ukiwa pale ulipo, natamani ujitafakari. Kwa nini unaomba na Mungu hajibu? Yako mambo mengi nimeyasema, na inawezekana yako mengine sijasema. Haya ni yale tu ambayo Mungu amenipa neema ya kufundisha. Lakini kwa nini unaomba na haujibiwi? Wakati tunapojitafakari, mwambie Mungu akusaidie. Kama kuna mahali hauko vizuri na Mungu, mwambie Mungu akutengeneze, akusamehe. Mungu ni wa rehema. Anachukizwa na tabia ambayo hujataka kuiacha, unayorudia kila siku. Anasema unapoungama dhambi na kuziacha, Mungu anaturudia. Naomba niombe. Baba yetu wa mbinguni, Mungu mwaminifu, mwenye uweza, nguvu na mamlaka, ninakushukuru kwa sababu ya nafasi ambayo umenipa kwa neno hili kusema na kanisa lako. Baba, umetamani tupate matokeo, na ndio maana umeachilia mafundisho haya kwa kanisa lako.